Tumetoka sehemu yote ya Kenya. Look, tumetoka sehemu zote, kutoka area yote. Mpaka viongozi wa Mlima wakiongozwa na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Kwa hivyo hata Mlima iko hapa. Ama nyinyi pia ni Mlima? Nandi Hills. Oh yeah. Kumbe hapa ni kwenu Mheshimiwa Ichung'wah. Nandi Hills. Sijui kwa nini ile wakati mwingine tulikuwa tunaambiwa maneno mingi na kumbe Mlima pia iko hapa. Haya. Niseme sasa namna hii. Sisi kama viongozi wenu, mkishatupea fursa ya kuongoza, ni vizuri tuwakaribie na tufike karibu wakati nyinyi mnatuhitaji. Anytime a leader amechaguliwa, ukumbuke mahali umetoka. Mheshimiwa Kithure, vile umechaguliwa hii ni term ya kwanza, na tunakusupport, Mungu akusaidie urudi. Lakini ndio urudi, zoea kukaribia hao wananchi. Kama ukaribia hao wananchi itakuwa ngumu sana. Iko sawa ama iko sawa? We must learn kukaribia wananchi. Nimependa leo vile umetualika. Hiyo ndio njia moja ya kukaribia wananchi. Lakini pia tukiondoka, pia wewe tena urudi tena. Ukaribia wananchi na usirudi hivyo, urudi vizuri. Yaani urudi vizuri. Urudi. Mbona mnapiga makofi nikifia? Hiyo point imeingia? Wakati tuliwaita, mulitusikiza. Wakati tulitembea na William Ruto, mulitusikiza. Siku hizi mimi naona watu wanapiga kelele sana juu ya William Ruto. Wengi. Na Mheshimiwa Ichung'wah unisamee hii point nasema. Na viongozi wengine wote. Hii kelele hatukuwa tunaisikia sana wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa kiongozi. Hata wakati alikuwa atembei, hakuji kanisa, hakuna kelele. Hachangi, hakuna kelele. Akiamka asubuhi anapewa ile yake, macho yanakuwa red saa 6, hakuna kelele. Saa 9 ndio mtu amekuwa normal, lakini hakukuwa na kelele. Huyu jamaa mchapakazi kutoka asubuhi mpaka jioni watu wanapiga kelele. Patieni sisi break bwana. Hata William ni mtoto ya mtu bwana. Iko sawa? Hata yeye ni mtoto ya mtu. Na nyinyi watu ya Nandi lazima niwaambie ukweli. Mtu uchunga mtoto yake. Hata akikosea, fanyia yeye zero grazing hapo kwanza. Wacha kukua ni kwamba nyinyi complain itokee hapa ndani. Kwani nyinyi mko namna gani nyinyi? Nyinyi namna gani nyinyi? Mtu ufanyie mtoto yake. Kila mtu anachunga mtoto yake kwanza. Sisi wengine tutamchunga. Wewe unafikiria huko Kisii hata hii maneno mnasikia mtu atatoboa? Kama hamkutoboa hiyo wakati mwingine mlikuwa na nguvu. Saa hii my friend, mimi niko hapo na mimi ni chief whip bwana. Wacha kucheza. Tutawip nyinyi mpaka na viboko. Iko sawa? Yes, ile wakati nguvu ilikuwa mingi. Sasa saa hii hakuna kitu mko acha. Watu wanakuja kuchezea hapa rais. Lazima pia yeye amaliza yake 10. Ama namna gani? Akimaliza yake 10, mimi na Kimani Ichung'wah tutakuja hapa tuwabembeleza mtupatie yetu. Ama hatutoshi? Si huyu Kimani Ichung'wah anatosha? Na si mimi natosha pia? Yes. Hata nimeona waheshimiwa wengine wakicomplain juu ya IBC. Unaenda kwa TV kucomplain juu ya IBC. Kabla ya hiyo TV, kila weekend mnakutana kwa kijiji kimoja, wanaume 7 na mwanamke mmoja. Mnakutana kwa kijiji moja every weekend kukula. Bwana, si hata mchunga afya yenu mtakuwa wakubwa sana. Kula, si mtoke hata mjue Nandi Hills inatoshana aje. Mtoke muende Uasin Gishu, mtoke muende Kisumu. Sasa mnakutana kwa kijiji kimoja kucomplain. Mnakutana kwa kijiji moja kutaja mwanaume mmoja. Sisi tuko hapa. Mheshimiwa Kindiki sahi ako Meru. Akitoka hapo atakuwa Kiambu. Wabunge wengine Mheshimiwa Aaron Cheriot ako kwingine. Nyinyi watu 7 very lazy bwana. Tafuta kitu ya kufanya. Mnakutana area moja mnaongea tu kitu moja, mko 7 kakona kamoja. Ai bwana. Alafu mnasema sijui mastuko kwa bedroom yako kwenda kabisa.
Nasema Mastiko aje, mko tu. You are too lazy. Hata watu wakisema Mastiko bwana, si mkue na ka nguvu kidogo. Bwana, jana mlikutana tu kwa harusi. Bwana, si mtafute kitu ya maana. Ai. You are too lazy. Kwa TV asubuhi, lunch, press conference. Ukijaribu sana ni kuonekana kwa matanga area moja ya Ukambani. Bwana, Mastiko itakuwa Ukambani peke yake.